Hello, mambo vipi? Kwema? Piga pesa na Aviator, knowledge Aviator. Okay. Ukihitaji mafunzo zaidi ni check hii namba ya simu iliyopo chini ya hii video ambayo ni 0674190934. Narudia tena ni Tigo ya 0674190934. Okay. Lakini pia unaweza ukajoin moja kwa moja kwenye group langu la knowledge Aviator, piga pesa na Aviator kupitia link iliyopo chini ya hii video. Onyo. Usikurupuke kwa kufuata mafunzo haya awali, kwani kufanya hivyo utakuwa umefanya makosa makubwa sana. Unaweza ukajikuta unapata pesa lakini mwisho wa siku una trade zinapotea, unashindwa kuelewa ni kwa sababu gani formula hizi hazijakamilika. Hii kitu nimekuwa nikiwaasa sana watu wanao trade kwa kufuata mafunzo yangu ya awali kwenye social media mbalimbali ambazo nimeziweka. Okay, formula yetu hii ya leo inahusiana na uzaliano wa odd ya low papo. Hakikisha unapoanza kutrade umeweka automatically cash out ya 2.00. Yaani inamaanisha hivi, kila ambacho umekiweka wewe, kwa mfano umeweka shilingi 1000 utakula 2000, umeweka 5000 utakula shilingi 10000. Unaona? Formula yetu hii tunaanza kutrade kwa njia ipi? Hapa leo nitaenda kukuelekeza au nitaenda kukuambia mfano harisi. Unapoona odi ile yoyote ile ya papo na kuruhusu kufanya research, unaweza kufanya research. Unapoona odi yoyote ile ya high papo, hesabu step 6 mbele ya 7 cheza, kuna probability kubwa ya 95% kutokea low papo inayoanzia 2.00. Unaona? Ukiona tu high papo yoyote, high papo ni odi ambayo inaanzia 4.00 mpaka 9.99. Kwa mfano, kwenye hii picha yetu kuna high papo. Mimi ufundishaji wangu unaanzia chini kwenda juu. Yaani naanzia odi ya kwanza kutoka then na kufundisha kuelekea juu, lakini wewe unapoanza kutrade unaanzia juu kuja chini. Tukiangalia hapa kwenye hii picha yetu ya mfano ambao nimeandaa kwa ajili yako, ukianzia chini kwenye dimba la box la njano kuna high papo ya 5.01. Baada ya kuiona hiyo utahesabu step 6, alafu ya 7 utacheza. Step ya kwanza tutahesabu ambapo kuna 3.69 inasimama kama step ya kwanza. Step ya pili kuna 1.72, step ya tatu kuna 1.04, step ya 4 kuna 1.56, step ya 5 kuna 3.70, step ya 6 kuna 1.29. Step ya 7 inatakiwa ucheze. Utaweka shilingi 1000 yako ya kwanza, utakula shilingi 2000. Unaona? Kumbuka automatically cash out yako umeweka 2.00. Kwa hiyo utacheza 1000, yani step ya 7 cheza. Unaona? Utacheza hiyo shilingi 1000 yako, utakula shilingi 2000. Ukishakula hivyo, kumbuka hiyo umelia ni high papo, lakini hiyo wewe kwa sababu umelia kimehesabu usiitumie. Subiria high papo nyingine mbele. Unaona? Haya, itakuja zaliwe 1.63 haikuruhusu kucheza, inakuja inazaliwa sasa high papo ya 4.16 ambapo kuna dimba la box la njano. Baada ya kuzaliwa hiyo high papo ya 4.16 kama kawaida, utaratibu wetu tunahesabu step 6 ya 7 tunacheza. Tutaanza step ya kwanza kuna 7.38, step ya pili kuna 42.53, step ya tatu kuna 85.54, step ya 4 kuna 3.63, step ya 5 kuna 1.71, step ya 6 kuna 2.05, step ya 7 tunaona kwamba kuna papo ya 5.98 ambayo ni high papo, lakini kumbuka automatically cash out yako umeweka 2.00. Kwa hiyo step ya 7 ambapo kuna mstari wa kijani, wewe utakuwa umekula. Yote ambayo nimeweka mistari ya kijani, wewe ni step ya 7 ambayo ulitakiwa ucheze na umecheza umenufaika. Kwa hiyo utacheza tena 1000 yako nyingine, utakula shilingi 2000. Paka hapo unakuwa na faida ya shilingi 2000 ukijumlisha na ile 1000 nyingine awali unakuwa na 2000. Okay, ukishakula hivyo haitakiwi ucheze. Subiria audio yote ya high papo inayoanzia high papo. Itakuja izaliwe low papo ya 2.04 haikuruhusu kucheza. Inakuja inazaliwa 1.34 haikuruhusu kucheza. Inakuja inazaliwa 13.28 pink haikuruhusu kucheza. Inakuja inazaliwa high papo ya 6.31. Hiyo inakuruhusu uendelee kufanya nini? Kucheza. Unaona? Ikishazaliwa hiyo 6.31 itabidi uhesabu kama kawaida step 6. Unaona? Step 6 zile za mbele.
inakuja inazaliwa 19.29 step ya kwanza. Step ya pili kuna 8.85, step ya tatu kuna 1.56, step ya 4 kuna 2.16, step ya 5 kuna 2.62, step ya 6 kuna 1.77. Step ya 7 inakuja kuzaliwa pink ya 15.09. Kumbuka wewe automatically cash out umeweka 2.00, ambayo hiyo step ya 7 inatakiwa ucheze. Utaweka 1000 yako, utakula 2000, unapata faida shilingi 1000 inajijumlisha na zile bukubuku za nyuma. Mpaka hapo unakuwa umetengeneza shilingi 3000 faida, kwa sababu nyuma ulikuwa na 2000 faida, kijumlisha na hilo buku unakuwa na faida ya shilingi 3000. Okay, ukishakula hivyo haitakiwi trade, unasubiria tena au nani high purple audio yote inayoanzia 4 mpaka 9.99. Tutasubiri, inakuja inazaliwa 106 haikuruhusu, inakuja 103 haikuruhusu, inakuja 3.60 haikuruhusu, inakuja 152 haikuruhusu, inakuja 291 haikuruhusu, inakuja pink ya 93.52 haikuruhusu, inakuja 1.06 haikuruhusu, inakuja high purple ya 4.10 ambapo kuna box la njano kama kawaida. Hiyo inakuruhusu endelee kucheza. Utacheza ukisha sinakuruhusu kucheza kama kawaida, so inabidi uhesabu step 6 kama kawaida ya 7 utrade. Step ya kwanza utahesabu kwenye 1.12, step ya pili kuna 2.13, step ya tatu kuna 1.04, step ya 4 kuna 1.24, step ya 5 kuna 1.53, step ya 6 kuna 7.06, step ya 7 inatakiwa ucheze ambapo kuna mstari wa kijani. Utacheza 1000 yako nyingine, utakula shilingi 2000. Kumbuka automatically cash out umeweka 2.00. Kwa mpaka hapo utakuwa umetengeneza shilingi 1000 nyingine, itajijumlisha na zile faida za shilingi 3000. Mpaka hapo unakuwa na faida ya shilingi 4000. Kwa hiyo mtindo ni ule ule. Mtindo ni ule ule. Baada ya hapo inabidi tena ustrade, unasubiria high purple nyingine. Sasa cha kukusisitiza ni kwamba ustrade kwenye soko ambalo ni unstable. Je, soko zuri ambao tunaita stable market au transition market, yani soko zuri na kwa vipi? Ungana na mimi kwenye mafunzo kupitia linki ya group langu iliyopo chini ya hii video, au nipigie simu kawaida kabisa tuzungumze kupitia namba iliyopo chini ya hii video ambayo ni 0674190934. Usikurupuke kwa kuanza kutrade kufuata mafunzo haya. Mafunzo haya kwani hajakamilika, ni mafunzo ya awali. Okay, asanteni sana pamoja.